Mwanasiasa mkongwe Raila Odinga wa Kenya amefariki. Makala hii na kueleza kwa undani changamoto za kiafya ambazo zimesababisha Raila Odinga akafariki. Watu wengi wanajiuliza ni changamoto zipi hasa za kiafya ambazo zimepelekea kifo cha mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga. Taarifa ya changamoto zake tumeipata kutoka hospitali ambayo alikuwa akitibiwa huko India. Hospitali inakwenda kwa jina la Deva Martha Hospital ambayo iko Kochi, India. Sasa kulingana na taarifa hizo, Raila Odinga kabla ya kifo chake alikuwa anasumbuliwa na matatizo matano hivi, matatizo manne au matano. Sasa matatizo haya nitayataja kama yanavyotajwa kwa lugha ya Kimombo, halafu maana yake kwa Kiswahili nitaiweka katika maandishi. Kwa nitataja kwa Kimombo, lakini nitakuandikia kwa maandishi maana ya changamoto hiyo katika lugha ya Kiswahili ili tuende pamoja. Raila Odinga alikuwa anasumbuliwa na matatizo kadhaa. Tatizo mojawapo ilikuwa ni diabetes. Hilo ni tatizo namba moja. Tatizo jingine lilikuwa likimsumbua Raila Odinga ilikuwa ni hypertension. Tatizo la pili hilo. Tatizo la tatu lililokuwa likimsumbua Raila Odinga ilikuwa ni chronic kidney disease. Na tatizo la nne lililokuwa likimsumbua Raila Odinga ilikuwa ni right lower limb deep vein thrombosis. Hayo ni matatizo manne, lakini mpaka anapatwa na umauti Raila Odinga alipatwa na shida ya cardiac arrest ambapo moyo wake ulizima ghafla. Sasa hizo ndizo changamoto ambazo zilikuwa zikimsumbua ndugu Raila Odinga. Hii imeelezwa na cardiologist, daktari bingwa wa moyo, Dr. Sister Alphonse. Dr. Sister Alphonse ameeleza jinsi ilivyokuwa hatua kwa hatua. Anasema kwamba hali ya Raila Odinga ilibadilika baada ya Raila kuanguka alipokuwa akifanya mazoezi ya kutembea asubuhi, na walijaribu kumfanyia CPR lakini ilishindikana. Hayo ni maneno ya daktari bingwa wa moyo kutoka India, Dr. Sister Alphonse, akieleza jinsi ilivyokuwa. Lakini pia anaendelea kueleza kwamba walimpeleka katika mpango wa dharura kwa ajili ya matibabu ya dharura. Walimpeleka katika matibabu ya dharura baada ya kuanguka asubuhi. Walipambana sana kumfanyia CPR, lakini haikuwezekana kusaidia chochote mpaka alipoweza kupoteza maisha. Kwa hivyo hii inajaribu kueleza kwamba ndugu Raila Odinga alikuwa pia ana changamoto nyingine ambayo ilikuwa ikimsumbua. Ndugu Raila Odinga alikuwa ana changamoto, anaeleza dokta huyu anaeleza kwamba alikuwa ana changamoto ya kuvimba kwa mguu wake wa kulia. Mguu wake wa kulia ulikuwa umevimba. Sasa hii pengine ilikuwa imesababishwa ama dokta anasema hii ilikuwa ni kwa sababu alikuwa akipambana pia na ugonjwa wa kisukari. Nimeshataja ugonjwa wa kisukari, pressure kupanda, ugonjwa wa figo. Hivi vyote vilikuwa vinamsumbua ndugu Raila Odinga. Lakini pia pamoja na bidii yote ambayo madaktari walifanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya Raila Odinga, hawakuweza kufua dafu, hawakuweza kumsaidia wala hawakuweza kumrejesha katika uhai wake. Dokta huyu ametoa pole zake, ametoa pole kwa wafiwa wote katika msiba huu. Rais Ruto, nini kinaendelea sasa katika msiba huu? Nadhani umeshafahamu matatizo haya ambayo yalikuwa yakimsumbua Raila Odinga. Sasa nini kinaendelea? Rais William Ruto ametangaza siku 7 za mapumziko kwa ajili ya maombolezo kumwombea Raila Odinga, na bendera itapepea nusu mlingoti. Na Odinga atazikwa
kwa heshima, atazikwa kabisa kwa heshima, atazikwa kwa kupata heshima yake kama heshima yake ambayo ameiacha, ambapo aliwahi kufika mpaka cheo kikubwa kabisa cha waziri mkuu. Ruto anasema kwamba tumepoteza, namnukuu Ruto anasema, tumepoteza kiongozi mkubwa sana, tumepoteza mwamba wa demokrasia, tumepoteza mpiganaji asiyeogopa, tumepoteza mpambanaji asiyechoka, tumepoteza kiongozi bora. Hayo ni maneno ambayo nimeyanukuu kutoka kwa William Ruto, aliyazungumza kwa Kimombo. Labda nipite kidogo kwenye Kimombo. We have lost one of African greatest leader, a giant of democracy, a fearless fighter and a tireless warrior of good governance. Nimeweza kunukuu kwa Kimombo, jaribu kidogo, pamoja na kwamba tuna majonzi, jaribu kidogo kukichapa kidogo ili kuonesha kwamba vitu vinatoka. Tuko katika msiba na wakumbusha. Raila Omolo Odinga hawezi kusahaulika katika nchi ya Kenya. Hawezi kusahaulika kwa mapambano, kujitoa, kutegemea utawala wa sheria na utendaji mzuri sana uliotukuka. Kwa kifupi ni kwamba tunamuona Raila Odinga kama mzalendo wa kweli katika nchi ya Kenya. Hata Ruto anaendelea kueleza kumsema ama kumzungumzia Odinga. Ruto anasema ameacha alama ya heshima, ameacha alama ya matumaini, na taifa hili litamkumbuka daima. Rais Ruto amehuzunishwa sana na kifo cha Raila Odinga. Sasa kikubwa zaidi ambacho Rais Ruto amejaribu kukieleza kufuatia na msiba huu, Ruto amesema kwamba viongozi wote wa serikali hawatakiwi kutembea, viongozi wote wa serikali katika magari yao. Rais Ruto amesema wasiweke bendera za taifa kuanzia siku ya Jumatano mpaka atakapozikwa Raila Odinga, kwa heshima hii ambayo amepewa Raila Odinga amepewa heshima kubwa kabisa. Lakini pia Rais Ruto ameeleza ama amefafanua kwamba serikali ya India imesema itatoa ushirikiano wa kutosha na kusaidia kwa juhudi na mali kabisa katika kurejesha mwili wa Raila Odinga. Sasa Raila Odinga wakati wa harakati zake pia za upinzani enzi za uhai wake, kikubwa zaidi kinachokumbuka ni kwamba Odinga aliwahi kukamatwa mara kadhaa. Na wakumbusha tukio zito la Odinga. Aliwahi kukamatwa Raila Odinga mwaka 1982 akituhumiwa kwa tuhuma za kutaka kufanya mapinduzi, akitaka kupindua serikali. Alikamatwa na kufungwa mara kadhaa kwa tuhuma nzito kabisa za kutaka kupindua serikali. Lakini Raila Odinga hayo yote yalikwisha na aliibuka kama mwanasiasa mkongwe, mwanasiasa mzuri kabisa ambaye alikwenda vizuri. Lakini Raila Odinga amefanya kazi kama mbunge wa Lang'ata kutoka mwaka 1992 mpaka mwaka 2013. Lakini pia akaibukia kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2013, ambapo walitengeneza serikali waliunganisha serikali baada ya upinzani huu wa Raila Odinga kuwa umekuwa mkubwa. Walikubaliana kutengeneza serikali ya muungano, kwa Kimombo tunaita coalition government. Raila Odinga pia anakumbukwa kwa mengi. Raila Odinga amewahi kugombea urais mara 5. Raila Odinga amegombea urais mara 5. Mara ya kwanza aligombea mwaka 1997, mara ya pili akagombea mwaka 2007, mara ya tatu akagombea mwaka 2013, mara ya 4 akagombea mwaka 2017 na mara ya 5 akagombea mwaka 2022. Yote hayo ninayakumbuka. Mwaka 2017 alikuwa katika mgongano mkubwa sana, mnyukano mkubwa sana na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Lakini mwaka 2018 waliungana pamoja, walishikana mkono na kufikia
makubaliano ya amani na kufikia kusikilizana tena. Katika miaka iliyopita Raila Odinga alikuwa akifanya kazi, alikuwa na makubaliano ya kufanya kazi na Rais Ruto. Ilianza hii mwaka 2025, mwaka huu mwezi wa 3, walikuwa wamefanya makubaliano ya kushirikiana pamoja katika serikali. Kwa hiyo Raila Odinga ametutoka, mwanasiasa mkongwe. Nimekupa hayo machache ambayo nilikuja nayo. Nini kilichokuwa kikimsumbua Raila Odinga? Matatizo hayo manne nimekutajia, lakini nimekupitisha katika historia. Raila Odinga ni nani? Amefanya mambo gani? Amegombea mara ngapi? Imekuwaje? Mambo yameendaje? Nadhani mengine unaweza ukaniongezea katika komenti kwamba unamkumbuka Raila Odinga kwa lipi? Unamfahamu vipi Raila Odinga? Asanteni sana na niwatakie maombolezo mema. Poleni kwa msiba.